Mfanyabiashara Jessica Kikumbi anasema kuwa ni bora kufa kuliko kuwa mwanaume kwa dakika 5. Jessica anasema wanaume wanapitia mambo mengi sana kwenye maisha, hivyo wanapaswa kushukuriwa sana. Wewe kama mwanamke, dondosha comment yako hapo. Kweli ni heri kufa kuliko kuwa mwanaume kwa dakika 5? Leo nataka niongee kitu kidogo ambacho nimeshindwa kulala nacho kwa kweli. Yaani mimi naomba niulize swali. Hii dunia hii ambayo tupo sasa hivi bila wanaume ingekuwaje? Yaani mfano ndio unaamka hakuna wanaume, hakuna mwanamume hata mmoja. Hii dunia ingekuwaje jamani? Mimi ningeambiwa Jessica, can you be a man for 5 minutes? Ningesema big no, Mwenyezi Mungu siwezi. Ni bora nife. Yaani niwe mwanaume au kufa, bora nichague kufa. Hao watu bwana wanapitia vitu vingi sana. Yaani they are struggling a lot. Yule kupita barabarani nikiona wanaume wanavyohangaika. Pita Kariakoo, ona wanavyobeba yale mamizigo. Barabarani Mwenge wanaosafisha vioo vya magari na wanaume. Sijui ni wanaume, wana garage. Kazi zote ngumu ni za wanaume. Hawa watu, alafu dunia there is a way dunia inatufavor sisi wanawake. Yeah, kila kitu mwanamke ndio wanaonewa huruma. Alafu kuna hii feminism sasa hivi kwamba we are superwoman. Tunajaribu kuaminishwa kwamba we can succeed, we can go on without men. Mimi kwenye hicho kikundi mlitoe. I really appreciate men and I don't think I can survive kwenye hii dunia bila kuwa wanaume. Fikiria tu, yani nani angebeba mizigo? Wanaume wanalea familia. Unakuta mtu anasomesha ukoo mzima. Yeye ndio kidogo kasoma, alipata kamshahara kama milioni 2-3, yeye anasomesha ukoo mzima. Haruhusi kujifikiria yeye mwenyewe, haruhusi kujipa raha. Yeye anatakiwa take care of the clan. Mtoto wa mjomba, shangazi ni yeye anasomesha. Ndugu wa mke ni yeye anawahudumia. Imagine mimi ndio ningeweza kufanya hiyo kazi. There is no way. Sijui kitokea chochote ni mwanaume. Alafu ameambiwa hataki kulia, hataki kuchoka, hataki kulalamika. When a man cries, anaonekana yuko weak. Mwanaume hataki kulalamika, anataka kukaa kimya na kufanya majukumu yake kama mwanaume. Mimi nisingeweza. Guys, inabidi ifike kipindi dunia ya appreciate. Bila hawa watu dunia isingekuwa ilivyo sasa hivi. Hawa watu wanajitolea na sacrifice. Unajua kuna wanaume wana sacrifice, anawaza kesho kutwa shule zinafunguliwa. Hapa kuna wengine si kesho kutwa shule zinafunguliwa, wanawaza ada zinatoka wapi. Sawa, kuna single mothers katai wana hustle. Wako wengi, kina Jessica tukuna nani. Tuko wengi tuna hustle. Lakini wanaume wanafanya kazi pia sana. Probably kushinda sisi. Mwanamke hapo kampuni ikiumba, utaomba msaada kwa boyfriend, sijui nani atakusaidia. Hata kama una boyfriend, hata kama lazima kutotokea tu mtu atakusaidia. Leo hii kampuni iumbe mwanaume, nani atakusaidia? Nani? Masa washikaji wanapungua. Hakuna, ili unaonekana wewe unatakiwa uhustle upate. Lakini sisi wanawake tukilialia tu, kwa mfano kwenye mkutano ya serikali. Mimi niende mwanamke nilie pale. Nimedhulumiwa kitu gani? Na mwanamume aende alie pale. Nimedhulumiwa kitu gani? Kamera zote zitaenda kwa mwanamke. Kamera zote zitaenda kwa mwanamke. No one is gonna think kwamba hii tuanze kumhurumia mwanaume. Kila mtu atamhurumia Jessica. Kila mtu. Baa yangu kiungua mimi na baa ya mtu mwingine mwanaume kiungua, mimi ndio nitaanza kuungua. Simple, because I'm a woman and the word is inatuaminisha kwamba sisi ndio tupewe favor, sisi ndio tuone huduma. They're not thinking kwamba wale pia ni binadamu. Wana hustle, wanawaza na kuwazua jinsi ya kutafuta hela. Hawana msaada. Ninasemaga Mwenyezi Mungu, siwezi kuwa mwanaume hata kwa sekunde 5. I can't. Wale watu wangekuwa wapendwe, wanatakiwa waheshimiwe, wanatakiwa wa appreciated. Mwambie tu mtu hongera unafanya kazi. Nikiwazaga pale kitamba cheupe, unajua ile baa iwe baa, mchana kuna watu wanafanya kazi, kuna watu wa usafi, kuna wanaume wanabeba machua yale mastegi mazito, wanaliwa wanaume. Majasho yanawatoka. Kuna walinzi wanalinda usiku na asubuhi baada ya kwenda kulala mtu anaenda kuuza vitu.
Mshahara wake sio 2,300. Ana familia, anasomesha na nini. Kuna bodaboda. Vumbi lote la ndani linamwishia, lakini hachoki. Hana option, afanyaje sasa? Okay, simu yangu ilikata, ilizima. So, mimi naomba kitu kimoja tu mseme. Wanaume mimi naomba niwashukuru kwa niaba ya wanawake ambao pia wanashukuru. Tunasema asante, bila nyinyi tusingekuwa hapa. Asilimia kubwa sana wanawake wengi tusingekuwa hapa bila nyinyi kuwepo. Probably the whole world would be here without you. Tunawashukuru, tunawapenda sana. Jamani, watu dunia hii jifunze ku appreciate watu. Utakuta mtu ndio maana watu wanakufa. Mtu anakufa tu hujui kafa na nini. Ndio maana pressure ni wao, sijui kisukari ni wao, kila kitu ni wao. Because no one cares about them. No one. We should learn to appreciate our men. Wanaume zetu inabidi tuwashukuru. Jamani, mimi chuo nilivyosoma chuo nilisomeshwa na shemeji yangu. Dadangu anaitwa Evelyn. Shemeji yangu anaitwa Mwanakamba. Yeye dadangu aliolewa. Yeye ndo alinisomesha. Mimi ndugu wa mke. Kumbuka na yeye alikuwa ndugu zake lakini alinisomesha mwaka wa kwanza. Nilimeenda kusoma ya hostess, kaka zangu walinisomesha. Hao wote ni wanaume. Nije hapa niseme mimi superwoman, feminism sio kitu gani? Sasa without men mimi ningefika hapa nilipo. Achana na mambo marembo babangu. Hao wote wanaume ni wachache. Wako wengine hapo katikati. Destiny helper. Jamani, tunawashukuru, tunawapenda sana. Wanaume tunawapenda. Dunia ijifunze ku appreciate hawa watu. Ijifunze ku appreciate. Watakuja kudondoka wafe, to regret, which is already happening. Wanaume wanakufa kwa pressure na kila kitu. Tujifunze ku appreciate hawa watu. Wanafanya kazi kubwa sana. Men, Mungu awabariki. Awaongezee pale ambapo pamepungua. Awabariki za mikono yenu, muweze kupata pesa nyingi zaidi na zaidi. Wanawake ambao wana appreciate wako. Wachache ambao hawa appreciate, achaleni nao. Sio kwa sisi ambao tunawakubali na tuko wengi sana tu. Baba zetu, kaka zetu, waume zetu tunawapenda. Mungu azidi kuwabariki. Mlale na hiyo leo.